Thank you, Santi. Um, my elder sister, the Honorable Mother Wangari Karua, the Iron Lady of Kenya's politics and senior counsel and party leader of PLP, Your Excellency, former Vice President, the Honorable Kalonzo Musyoka, party leaders present, senators, members of parliament, and members of PLP, Hamjambo, PLP, hoi. Asanteni sana. Mine will be very brief. I just say 2-3 things. Then I invite our chief guest to come and make her keynote address. Mine is to express my joy to my sister and the party for having invited me for this very colorful occasion. And my sister mother and the party, I want to say pongezi. PLP is an idea whose time has come. And the slogan of unite and liberate is what just this country needs. We need to liberate this country, and that cannot be achieved unless we unite as a people. So I want to join PLP and its leadership, and indeed the people of Kenya, to say that we have a task ahead of us to liberate this great republic, and that can only happen if we are united in purpose. And I want to thank the leaders here for their commitment that all of us will be selfless and will do whatever it takes and sacrifice for this country, because we owe it to the people of Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground, na nimesikiza across the country. And Kenyans are telling us, our leaders, please come up with a formula to send Kasongo home one way. So we as leaders cannot fail the people of Kenya. And I think I agree with what has been said here. Let us continue strengthening our parties, mobilizing our support, and the right time we'll sit down and come up with a formula to craft a lineup of leadership that will liberate this country and restore the dignity of the Kenyan people. We have a responsibility to unite and liberate the payslip, dignify the payslip. The middle class, who are the payslip holders, are in anguish. They have been impoverished. Their purchasing power has been eroded, and that is why there is no money in circulation in the country. In a record 2 years, William Ruto has destroyed the Kenyan health system. In a record 2 years, he has destroyed the education system. In a record 2 years, the cost of living is unbearable. In a record 2 years, nothing is working. And the 2 years has been nothing but a package of lies and lies and lies. Nimesikia Jane Kihara akilia hapa mpaka anasahau tuko national function, anaongea Kikuyu ni vile amechanganyikiwa, akishangaa vile zote tulidanganywa. Hii jamaa tangu nizaliwe mimi Rigiji, mtoto ya Maumau, sijaona mtu muongo kama hiyo ile mtu. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. So many people have tried to blame me kutoka nyumbani. Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni, instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea.
Mimi nasema sasa, mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu alizaliwa pale wa Munyoro, amesoma hapo, ni mtu hana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, Rigathi Gachagua ni nani? You know, the politics of deceit and conmanship is what we are struggling with. This man came with a Bible. He could sing every song in my mother tongue. Sijui alikuwa anajifundisha saa ngapi. Sasa akifika pale, iko wimbo pale inaitwa Magegania. Sasa anaiba pale, sisi wote tunang'edhia, tunamwangalia. Tunasema Mungu ametutumia mala. This man can sing our songs. And he is not one of us. We were very impressed. So hapo ndio tulichanganyikiwa. Sasa mimi kufika pale after 6-8 months nikaanza kuona hii mtu ni nani. Na nikaanza kumwambia bwana, twende pole pole. Hii maneno ya kutoa pesa watu kwa mfuko tulisema tutaweka tuache. Anasema waenda kuwa kichwa ngumu. Sema situmalize zile barabara ya Mau na zile tulianzia. Anasema hapana, wacha kwanza tujenge manyumba. Namwambia na ile ahadi tulipatia kwa Wakenya, anasema wachana na ahadi hiyo, ilikuwa ni campaign. Sasa hii maneno yote tulisema kwani inawezekana? Hiyo ni maneno tu. So namuuliza, na tukirudi kwa uchaguzi tutaambia watu nini? Anasema hiyo watu tutawapanga. Msijali. Anasema unakumbuka mambo ya power, Omo with the powerful. Ikirudiwa mara mingi watu wanaamini. So hii barabara unasikia nikitaja, hata kama hatujengi watu watafanya nini? Anasema ndio unaona hata ile sabuni imekuja inaitwa Aerial. Inaitwa ile Aerial ya Omo. Because watu waliingia maneno ya Omo with. So anasema hii barabara hata kama hatujengi tushinde tukifanya nini? So we are faced with a problem as a country. Na Professor Kibwana nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho. We will dismantle him. Tutamuanika vizuri. Watu wakimuona wanawaambia wewe hatutaki uongo. I'm telling, and we are reaching there. Tunapatia yeye mwaka hii ya 2025. 2026 hakuna mtu atasikiza uongo yake Kenya. We'll make sure. So don't worry, tuko sawa. Ile tu ningetaka just to tell the people of Kenya. Hakuna development itaendelea. Ile uliona era in budget juzi ya 76 billion. Hiyo ilikuwa ni pesa ya kuhonga wa Kenya. Pale Karen kwa ile mtu ya Mr. Yesa iko container ya 40 feet imejazwa pesa hapo. Iko ingine hapa State House dollars.